lakini sinajua huyo hali yake. Ndio najua. Mtu kama huyo ni hali kama hiyo, pia tu anazunguka na muda kama umeshaenda. Mambo tujitahidi. Najua sitamchelewesha kwa sababu sio mbali, tunatembea tu, kwa hiyo usijali. Kwa hiyo Shindwa leo, usinione dhaifu, ninaomba upendo unishike vizuri. Kama ni giza niambie, tutapita. Nikipata pumzi nitacheka tena. Tatizo mimba, tatizo mimba, tatizo mimba, moyo unauma bila sauti, mapenzi mazuri na kupenda wangu wa moyo, lakini leo ninahitaji faraja. Nakumbuka mengi, jibu sipati. Kwa nini furaha imepotea ndani ya kifua? Ninajikaza lakini macho yanajaa. Niseme nini? Vipi? Bwana safi kama kwema. Kwema kabisa. Vipi? Bwana safi kabisa. Kaka bwana, samahani. Ndio. Nimekuja kwako hapa ila nina maongezi na wewe. Yaani kama utojali sio uje tukae hata hapa tuongee. Hapana, mimi huwezi kunikalisha kwa nje bwana. Kwa kama una shida na mimi, hebu ingia ndani nje tukae huko tuongee bwana. Basi sawa kaka, itakuwa umefanya msaada mkubwa. Nikishindwa leo, usinione dhaifu, ninaomba upendo unishike. Kaka bwana, samahani. Bila samahani, nakusikia tu. Samahani sana. Kuna mwanamke hapa nimesikia uko naye. Ana ujauzito, sijajua ulimpatia wapi, lakini nimeelekezwa kwamba hapa ndo anapopatikana. Na mpaka kufika hapa nimehangaika kweli kweli. Kwa hiyo kaka, hapa mimi nilikuwa naombi kama yupo basi unifanyie msaada. Maana yake ni mke wangu. Hivi naomba kwanza kujua. Yaani wewe ni nani? Nikafikia hatua kuna mtu namuulizia mwanamke umesikia yuko hapa. Kwanza sijafahamu wewe ni nani, unatokea wapi? Mimi bwana naitwa Macho. Natokea maeneo ya Omboza. Mbali kidogo na hapa. Nilikuwa naishi na mwanamke wangu, nikampa ujauzito. Baada ya kumpa ujauzito, kuna mambo yalitokea kipindi hiko ambacho mimi nampa ujauzito yeye. Kuna mtu ilikuwa inasemekana anatoka naye. Kwa taarifa ambazo nilikuwa nazisikia. Lakini sikuwahi kuliconfirm moja kwa moja kwamba kweli anatoka naye. Lakini nikaja kupata kithibitisho kimoja. Nilimnunulia zawadi ya kipekee. Sawa? Hivi vidude vya kichwani. Nikakikuta kwa huyo mwanaume ambaye alikuwa anasemekana anatoka naye. Yaani alikuwa ni rafiki yangu, ikawa inasemekana rafiki yako anatoka na yule mwanamke wako. Mimi katika kufuatilia nikaona kama kuna viashiria, kwa sababu si unajua mambo ya mashemeji. Baada ya kuviona vile viashiria nikaanza kuchunguza kwa makini mpaka ikafikia siku nikaenda kwake, kwa yule mshikaji. Sasa na mimi mwanamke wangu kuna zawadi nilimleteaga ya kubana nywele, hivi videveo vya kubana nywele hivi. Ndio. Nilivyoenda kule nikakikuta kule na kina harufu ile. Nikaenda kwa rafiki yangu pale kupiga story, akatoka nje, mimi nikabaki mle ndani kupekua, nikakutana na kile kitu, nikakinusa vile. Mimi nilitoka pale, yule bwana sikumuaga. Nikaondoka nyumbani, nikalala usiku mzima, lakini bado usingizi haukuja. Iliyofika asubuhi mimi yule mwanamke nikamtimua. Na nikamwambia kabisa hiyo mimba sio ya kwangu. Lakini siku za karibuni baada ya hayo yote kumfukuza pale nyumbani, nikaja nikapata taarifa yule mtu kumbe kuna mwanamke alikuwaga naye. Na ndio siku hiyo akawa amekuja pale kutujulisha. Kiukweli bwana, katika hivi vitu vya kukompea, vya kufanana, vinaharibu mifumo mingi.
Yule mwanamke ana kile kidude vile vile na mafuta na losheni anayoipaka mwanamke wangu na ndo ile ile. Pale mimi nikavunja ukimya na nikamuelekeza yule rafiki yangu kwamba bwana, mimi mwanamke wangu sio kwamba nilimkataa au ilikuwaje, lakini sababu kubwa ilikuwa ni kitu fulani ambacho kimefanana na yule mwanamke wako. Akaniambia siku ile alikuwa amekuja lakini alitoka, na ungesubiria sio muda mrefu alikuwa tena amerudi kukifuata kile kitu iko kibanio cha kichwani. Kwa hiyo hizo taarifa nimekuja kuzisikia juzi, na kama unavyoelewa kaka, ukiwa na mwanamke ndani ukasikia mwanamke wako amefanya mapenzi na mwanaume mwingine, nadhani maumivu yake unafahamu. Sasa sitaki niongee sana, lakini kiuhalisia ndo hivyo. Na ndo katika mimi harakati sasa nikaanza kumtafuta, nikasikia kwamba kuna sehemu alienda kuomba kazi, kuna sehemu sijui kwa rafiki yake, sijui kuna nini. Baadaye nikaja kusikia bwana kuna sehemu anaonekana kuna nyumba hivi, ndo nikatoka huko kwa Tuomboza hadi huko. Unaona? Kuna nyumba anaonekana na ndo mimi nimefika hapa. Na ndo kweli wewe nimekukuta, na ndo maana nakwambia kama nimemkuta mumuite nimuombe msamaha kaka. Sawa, mimi nimekuelewa vizuri ulivyoongea. Maongezi yako pia naona kama yanafanana. Lakini isitoshe, kwanza labda nikwambie kitu kimoja. Mawazo yanitesa, sijui nini nakosa, nakumbuka mengi. Karibu sana dada yangu, hapa ndio unapokaa, jisikie kama uko nyumbani. Na kuhusu swala lako hilo, mimi nitakupambania mpaka utakapojifungua. Sawa? Sawa mdogo wangu, asante. Ila ongea pia kwa kuona kama upo kwenye mazingira mazuri. Asante, na pole na changamoto zilizokukuta. Si unajua si binadamu tunapitia matatizo. Hata mimi hapa mdogo wangu na kuna changamoto pia nilipata, ila nashukuru Mungu sasa hivi niko sawa, naendelea vizuri na maisha yangu. Kwa wala usijali kuhusu hilo, na nitakupambania mpaka utakapojifungua. Utakaa hapa, na kuhusu mumeo, hata akitokea hapa usimwishe ishara yote ya kufanya kama unamchukia sijui nini. Atakuja, tutamsikiliza, tutajua ni kitu gani, na atatuelezea kile kilimsibu mpaka akafanya vile, maana hatuwezi jua ni changamoto gani ilimkuta. Nitajaribu kufanya hivyo, lakini ni kitu ambacho kinaniumiza. Yaani siwezi kumfanyia hivyo mtu ambaye, yaani nimuonyeshe wema mtu ambaye amenifanyia vibaya, yaani kuniona kama mimi takataka. Yaani ni ngumu kwangu, kwa sababu mdogo wangu muongea. Nitajaribu kufanya hivyo, japokuwa ni kitu ambacho kitaniumiza, lakini nitajaribu. Basi dada yangu, wewe pumzika hapo, ngoja nikakuandalia chakula kule, maana muda umeenda, si unajua. Sawa mwanangu, basi sawa. Haya. Yule binti mimi ndio nilikutana naye. Na kifupi labda nikutoe wasiwasi. Binti ndio alikuwa anakaa kwangu. Na hata hivi tuseme kwamba umechelewa. Nisikufundishe sana moyo. Fanye kwamba hivi umechelewa kwa sababu hujamkuta, lakini naweza nikakupa mchoro ukafikia tu ukamwona. Maana alifikia hatua jana. Kuna mdada fulani hivi alisema kwamba ni rafiki yake. Mweupe hivi, anavaa kama kiushungi fulani hivi, yaani smart hivi, anaonekana kidogo naye anajiweza. Mweupe. Yaani bonge au mwembamba? Yaani mimi kipotabo fulani, yani mtu wa size ya kati. Haipo kwenye wembamba, haipo kwenye ubonge. Yaani yuko size ya kati, ila ni mweupe hivi. Kwa maongezi yao kwamba anasema kwamba yule ni rafiki yake. Unaona? Sasa kufikia tu mtu kaja kujielezea kama hivyo, mimi kiufupi nikawakalisha chini nikaongea nao, kwa sababu mimi ile sio kwamba tu kaja from nowhere, yeye nimekutana naye ghafla sisi. Yaani yule chanzo mpaka cha kufikia kuja kukaa kwangu mimi ni mimi, huruma yangu. Kisema kwamba huruma yangu, yule ni mwanamke mwenye ujauzito. Katika anatoka kwenye harakati zangu hivi za kutoka kazini, karibia na mitaa yangu, yani karibia na njia ile ya kuja nyumbani kwangu mimi, nimemkuta njiani amelala. Yani ni mtu ambaye hajiwezi. Alafu sitoshe yule ana mimba. Amelala sehemu tatanishi kabisa. Na pikipiki anapita. Baadhi ya watu wengine hawamuoni,
baadhi ya watu wengine wanamuona lakini wanashindwa wamsaidie vipi. Ukiangalia na yule mjamzito. Sasa ulimwengu mimi ikanisukuma. Nikasema, nikawaza, nikakumbuka kwa sababu mimi pia mamangu pindi anavyonizaa mimi sijui alipitia changamoto gani. Inaweza kuna watu walitokea tu wakamsaidia mamangu ikafikia tu nikazaliwa nikatoka mimi. Sijui. Sasa kusukumwa na kile kitu nikaamua bora nimchukue, nimuhifadhi, kapeleka kwa viongozi wakaelewa taarifa nzima. Hadi viongozi wa hapa kijiji chetu wakawa wanaelewa. Kuna baadhi ya mikakati nilimpa, lakini nikaona imefikia mwishoni ameshinda kuielewa mikakati yangu mimi. Sio kwamba nimemfukuza, yaani kaondoka kulingana na taarifa labda za watu sijui mitaani, sijajua maana mara nyingi mimi huwa sishindi nyumbani. Na ndio maana ikifikia tu nasema hivi. Sio kwamba kumpata unampata. Kwa sababu tu ametoka ni jana jioni. Ikafikia tu mimi nitaka kabisa kuwakataza bana. Kwa nini sio siku nyingine? Wakang'ang'aniza. Hapo kaka, nimekuelewa na niseme kitu kimoja. Asante. Unajua pale mwanzo nilipokuwa ananiambia kwamba nimechelewa, nilikuwa nawaza labda atakuwa ameshafariki. Na mimi hapa jua langu mvua yangu mpaka nipate kwa sababu ana kiumbe changu. Lakini pia kitu kingine, huyo uliyenihadisia kwamba amekuja sijui ameondoka naye jana jioni, huyo bila shaka na wasiwasi mkubwa ni shemeji yangu ambaye ni mdogo wake. Hao walizaliwa watatu. Kaka yao mkubwa alifariki wakabakia watoto wa kike wawili. Lakini nadhani ni huyo. Sasa huyo namna ya kumpata, ngoja nikajaribu kulipambania hili jambo. Ila mimi niseme kwamba asante sana kwa sababu alipita kwenye mikono yako na umenihakikishia hapa. Basi mimi ngoja niende nikapambane huyo mdogo wake namna ya kumpata, kwa sababu sehemu anayoishi nilisikia mitaa fulani ya mjini na kidogo yeye ana afya ya kifedha. Kwa hiyo ngoja nikapambane. Kwanza ni yani mpaka hata kuongea na shindwa. Mimi kaka niseme kwanza. Yani kingine kabla ya kusema yote. Yani wewe ni mwanaume zangu sawa. Inapofikia hatua ukikosea, mimi natakia nikwambie wewe, nisikufiche kwa lolote. Ndio. Unajua story yako uliponisimulia umenisimulia chanzo si nini, eti sijui kinini, sijui akafikia hatua ukaamua sio mfukuze. Yani nikajitahidi kufuatilia maongezi yako na maongezi yake. Yani sio kwamba yani wewe ndio una makosa, sio yeye. Kwa sababu hebu fikiria, mwanamke ana kiumbe ndani. Yani sio kwamba yuko hapo watu hawa wawili. Haujui kitu gani kinachomwendesha ndani ya tumbo. Haujui kuna kitu hali gani anayejisikia. Inapofikia hatua wewe kuhisi kitu bila kuwa na uhakika nacho na kufanya maamuzi bila kufikiria, hiyo kitu itakukosti. Ndio ambacho unafikia hatua mwanamke unapomtoa kumfukuza, ukiangalia hivyo kwenye hali kama ile, anaweza akafanya maamuzi magumu ambazo wewe yaanza kukaa kwenye hali mbaya, na kumbuke pia na mimba. Sasa hicho kitu leo imetokea, lakini imesaidiwa. Wewe umepona, maana hujaingia kwenye majanga yote. Yule mwanamke kapona, hajaingia kwenye majanga yote, na mimi nitakuwa tu sawa na ataendelea kuwa sawa. Cha kufanya wewe usirudie tena kufanya hicho kitu. Usitumie maamuzi ya kukurupuka. Japo kwa ni mwanaume sawa na maamuzi yako, lakini usifanye kitu kwa kukurupuka na kumfukuza nyumbani kwako. Kisa tu ana mimba au kisa tu umefuma si kitu gani na harufu ile. Vitu vinafanana bro. Sasa mimi nimekuelewa hapo na kweli nimekosea. Hapo sina namna, sina ujanja. Lakini yote kwa yote nimekosea, sina namna. Inabidi nimpate, nimuombe msamaha. Wewe ina shida, wewe jaribu kufuatilia. Pia tutaendelea kuwasiliana pia, na ningeomba zaidi unipatie namba yangu hapa kaka. Sasa mimi niseme kitu kimoja. Nitakuja kesho. Simu nimeuza. Katika harakati hizo za kumfuatilia. Mimi kwa kuwa hapa nimeshapafahamu, nitakuja na hata nikifanikiwa tayari nikimpata nitakuja naye. Wewe unaona? Basi sawa, haina shida. Sasa mimi ngoja nifuate maelekezo haya nini, najua utampata tu, haina shida. Haya sawa, shukrani sana. Poa, msalimie pia hata ukimuona. Poa bwana, karibu sana.
Unajua kupika ndugu wangu. Asante. Karibu. Asante. Mambo mengine ya maisha. Sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Anaenda vizuri. Hapo. Hapa hivi uko peke yako kwani? Maana toka nimeingia na siku tu hujaniambia kama uko mwenyewe au uko na. Nipo na shemeji yako ila kwa sasa hivi hayupo. Anaki kama mbele hivi. Kila jana niliongea naye akaniambia leo anaweza kaja. Kwamba kijagera na si jioni ataingia. Tutamuona usijali. Nyumbani mmeenda au bado? Nyumbani bado. Ila tumepanga mwisho wa mwezi huu. Naweza nikaenda nyumbani. Maana mimi namfusi sana aanze kwanza kwao. Sitaki aanze kwetu. Na mimi jambo jema. Bora hata wewe kidogo hata nyumbani wataenjoy. Mimi mwanzo nyumbani hata hawajui. Ila wako sio mbaya hata akikupiga tukio fresh tu kwa sababu unajiweza kidogo. Biashara yako itakusaidia kujiendesha. Hiyo biashara inatosha jamani. Amna bana. Inapendeza babake akiwepo. Mimi ndio ninachopenda sasa. Ndio ni nzuri. Unajua mtoto kupata malezi ya watoto wawili ni nzuri. Sema hiyo. Kama nilivyokuambia. Nataka mtoto akijifungua na hata kitokea mtao kama nilivyokuambia. Sawa. Basi wewe kula hapo. Wewe ndio ukapata muda wa kupumzika sawa? Sawa, asante. Sawa. Mimba imekuwa maumivu badala ya furaha, au nimekosa nini mimi kuwa na uzao? Mapenzi mazuri na kupenda wangu wa moyo, karibu katika dunia ya mapenzi mpenzi. Mawazo yanitesa, sijui nini nakosa, nakumbuka jibu sipati. Kwa nini furaha imepotea ndani ya kifua? Ninajikaza lakini macho yanajaa. Niseme nini ukiniona leo? Tatizo mimba, tatizo mimba. Vipi? Mbona zunguka? Amna, ananyosha mwili, unajua tena analizetu hivi. Napiga mazoezi hapa nipate nguvu kidogo niende nikajimwagie maji. Maana si unajua huko hata milima yenyewe hamna. Ikabidi tu nifanye mazoezi huko ndani. Na kweli huko tu hata hamna milima. Basi sawa, wewe na kaoge. Kimaliza tanicheki maji. Naingia ndani hapa. Niambie kweli. Nikishindwa leo, usinione dhaifu. Ninaomba upendo, unishike vizuri. Kama ni giza, niambie tutapita. Nikipata pumzi, nitacheka tena. Tatizo